Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Basi kwa kukomboa muda tunakwenda kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake ya 19 mstari wake wa kwanza hadi ule mstari wa saba samani. Neno la Mungu linasema hivi: Ikawa Apolo alipokuwa Korinto, Paulo akiisha kupita katika nchi ya juu, akafika Efeso, akakutana na wanafunzi kaza wa kaza huko. Akawauliza, "Je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini?" Wakajibu, "La, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia." Akawauliza, "Basi mlibatizwa kwa ubatizo gani?" Wakasema, "Kwa ubatizo wa Yohana." Paulo akasema, "Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakaye kuja nyuma yake, yaani Yesu." 5. Waliposikia haya wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Na Paulo alipokwisha kuwawekea mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao, wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri. Amen. Ambao walibatizwa kwa ubatizo wa Yohana. Na hapo wanasema ya kwamba ubatizo wa Yohana ulikuwa ni ubatizo wa kutubisha watu. Walo itai tuba eneo, ni ndi nalo iba, tubu, na iba. Huko ndiko kutubu. Yaani kutubu ni kuungama na kuacha. Endapo ulikuwa unatenda dhambi na Mungu anakufikia, unapokea wokovu, unatubu. Na akamwambia kwamba huo ubatizo ulikuwa ni kutayarisha njia. Eti kwamba ni kutayarisha njia ya yule ajaye ambaye ni Yesu Kristo. Akamwambia sasa mtabatizwa. Hapo tunasoma maneno mawili. Akawabatiza, na baada ya kuwabatiza akawawekea mikono. Na walipowekewa mikono wakapokea Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Huu ubatizo ambao tutaufanya ni symbol kwa kuwaweka katika maji mengi. Lakini kuamini, mmeamini kwamba Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yenu. Tayari mmetayarisha njia. Kinachohitajika ni kutubu. Toba sasa iwepo. Mtengeneze maisha yenu. Muone Kristo sasa. Msione tena nyuma. Mumuone Kristo kwamba katika yeye ndimo mna uzima. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amen. Kwa sababu unapobatizwa unafungua milango ya baraka. Unafungua kwa sababu kama ulikuwa unatumia meza ya Bwana, utashiriki meza ya Bwana. Kwa sababu tayari unajitakasa, unakuwa msafi. Unakuwa huru katika imani. Na Mungu atakwenda kukubariki kwa sababu alikuona kwanza. Kabla hujakubali alikuona kwanza. Ulibaki miaka yote au kubali kubatizwa. Na huko mkanisa ulikuwa mfuasi tu, mfuasi sasa umekuwa muamini. Umekuwa Mkristo, umekuwa rafiki wa Kristo kwa sababu unataka kuchangia meza pamoja na Kristo. Hiyo tunasema mbarikiwe sana. Na kwa wale ambao bado hawajabatizwa, hii ni njia sahihi ya kila mmoja. Kwa sababu hata ukifa bila kubatizwa, labda kunaweza kuwa na masababu hata huko mbele ambapo utakwenda katika maisha yako ya baadaye. Kwa sababu Biblia inatuambia kwamba aaminie na kubatizwa ndio ataokolewa, maana ni maisha ya baadaye. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amen. Na kutayarisha maisha ya baadaye ni leo, sio kesho. Hao wametayarisha maisha ya baadaye. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Na neno hili liwe tunu na kwangu kwa jina la Yesu. Amen. Basi tutakwenda kuombea maji. Mungu apate kubariki. Mungu mwenye nguvu. Tazama Baba, tumefika mahali hapa Bwana kwa ajili ya kufanya hatua katika watu wako. Kwa heri na Mungu, maji haya uyabadili mwenyewe. Uweza wako uyasimamie. Uweza wako uyaonekanie. Ili kana kwamba Mungu, wale watakaoshuka ndani ya maji Yesu wasitoke na vitu vya kale, bali watoke na vitu vipya. Neema yako isimame, maana maji haya ni kama vile alama tu, lakini roho zao Mungu unazijua mwenyewe. Ingekuwa heri na vema wakubali kubadilika kabisa. Neema yako Mungu inayotumika mahali hapa isimame katika maisha yao yote ya wokovu. Ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.
kumtumikia katika maisha yake yote. Na kama vile mtu anapompokea Yesu atakuwa kiumbe kipya katika Yesu Kristo. Unaona? Tunakubatiza katika jina la Yesu. Amen. Amen. Katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.